what's up? Hub Radio Eldoret, tuning good vibes. Chimbuko la wanahabari wa kizazi kipya. Ujambo na karibu kwa habari za Hub Radio awamu ya saa 7 mchana. Jina langu ni Gideon Ngeno. Tuanze na taarifa kutoka kaunti ya Nakuru ambapo makabiliano kati ya polisi na wakazi yameendelea kwa siku ya pili katika eneo la London jijini Nakuru. Hii ni kufuatia mauaji ya mtu mmoja anayedaiwa kuuawa na maafisa wa polisi hapo jana. Mwanahabari wetu Linda Muhanji amekita kambi huko jijini Nakuru na ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Maandamano hayo yameanza muda wa saa 6 mchana baada ya kundi la vijana kufunga barabara ya Kabarnet Nakuru. Wasafiri wenye magari wakilazimishwa kulipa pesa kabla ya kuruhusiwa kupita, huku biashara katika eneo la London zikifungwa na usafiri kusitishwa kwa muda. Poverty inatumaliza shida mingi. Alafu tunapata watu wanaturushia mawe tu kwa barabara. We don't know anything. We are coming for our businesses. So the government has to work. Nilifungwa jana tena mpaka 10:30 ya usiku ndio nikatoka. Maandamano hayo yamesababishwa na maafa ya Daniel Nderitu hapo jana, anayedaiwa kupigwa risasi na polisi kutokana na mgogoro wa ukusanyaji hongo. Kafaulu kushika vijana wangapi? Vijana 3. Hao vijana hawakukubali kuingia kwa gari. Juu ni kitu imewamezoea huko hivyo juu, unaona? Watu huko hivyo juu wakaona hivyo, wakakuja wakiwa wengi wakaanza kurusha mamawe, unaona? Makabiliano hayo yaliendelea kwa muda, baadhi ya wakazi wakijitokeza na mapanga kuwavamia maafisa wa polisi. Baadaye maafisa wa polisi walilemewa na waandamanaji hao waliozidi kuongezeka na ikawa ni kisa cha mguu niponye. Kwa sasa hali imesalia tete katika maeneo hayo. Nikiripotia Hubs Radio, mimi ni Muhanji Linda. Tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto amesema kwamba mojawapo ya wajibu wake kama kiongozi wa taifa ni kuhakikisha kuwa Wakenya wote wameungana ili kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Mwandishi wetu Victor Vosoro na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza kwenye ikulu ya Nairobi wakati wa kikao na zaidi ya viongozi 600 wa kidini chini ya kanisa la Africa Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA, Rais Ruto amesema kwamba umoja wa nchi utachochea ustawi. Aidha, Rais Ruto ameonekana kurejelea kauli aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua ya kuwaleta pamoja mabinamu, yani cousins, akisema kwamba taifa hili linatosha jamii zote. I want to tell you, serikali ya Kenya sio lazima wengine wawe nje ndio wengine wawe ndani. Hapana, tunaweza kuungana sisi wote. Wakati huo huo, Rais Ruto amesema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ya nchi yanajumuishwa kwenye serikali na sehemu yoyote kutoonekana kutengwa. Watu wa Central Kenya wawe ndani ya serikali. Watu wa Coast wawe ndani ya serikali. Wale wa Northeastern, wa Somali na wengine wawe ndani ya serikali. Watu ya Bonde la Ufa wawe ndani ya serikali. Watu wa Western wawe ndani ya serikali. Watu wa Nyanza wawe ndani ya serikali. Eastern wawe ndani ya serikali. Inatutosha sisi wote. Inawezekana tuwe zote ndani ya serikali moja. Nikiripotia Hubs Radio, mimi ni Victor Vosoro. Kando na hayo ni kwamba babake mwanablogu na mwalimu wa somo la dini aliyeuawa Albert Ojwang anataka majibu kutoka kwa naibu inspector general wa polisi Eliud Langat kufuatia mauaji ya mwanaye. Mwandishi wetu Ruth Sang amezamia taarifa hiyo. Mesha Ojwang, baba wa marehemu, ameibua maswali mazito kuhusu mauaji ya mwanawe. Ni makosa gani mwanawe alifanya hadi kuuawa kikatili nje ya sheria? Akiwa chini ya uangalizi wa maafisa huyo wa juu wa polisi. Jamii na mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yameanza kushinikiza uchunguzi wa kina wakati wahusika wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Kama mkuu wa polisi naibu, kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu. Kwa heshima hiyo
mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Tukio hili linazua wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya mauaji yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama, huku wito ukitolewa kwa serikali kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa familia ya Ojwang na wengine waliopoteza wapendwa wao katika hali kama hizi. Nikiripotia Hubs Radio, mimi ni Ruth Sang. Tukiachana na hayo ni kwamba vijana watatu wameaga dunia baada ya kuzama katika bwawa la Migodi, eneo la Engineer, kaunti ya Nyandarua. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nyandarua, Janet Philip, na maelezo zaidi. Wakazi wa eneo la Engineer, kaunti ya Nyandarua, waliamkia kisa hicho cha huzuni asubuhi ya jana baada ya vijana hao kuangamia walipokuwa wakiondoa chokaa bwawani. Chifu wa eneo hilo amedai kwamba kijana mmoja aliyefariki alitangulia kuzama, huku wenzake walipojaribu kumwokoa wakazama vile vile. Mmoja anasemekana ametoka Karai, mwingine Murungaru, na mwingine ni pale Kadhara. Ni mtu tunafahamu, ni mtoto wetu. Wote ni watoto wetu, na ndio mnaona tuko na huzuni sana, sababu watoto wetu kuangamia kwa siku moja watatu ni janga kubwa. Aidha, wakazi wamelalamikia serikali kwa kutokuwa na wapiga mbizi wanaoweza kuwasaidia kwa majanga kama hayo, kwani iliwabidi kuwasubiri waokoaji kutoka kaunti jirani ya Nakuru. Na tugeomba serikali yetu ya kaunti ya Nyandarua at least kukue na watu wetu wakuwe trained kukua divers, because wakati huu tunaongea tunagojea watu wanakutoka Bali, kutoka Nakuru, ilhali tuko na watu wetu huku Nyandarua wanaweza fundishwa, na jaga kama hili likitokea tuko tuna watu wanaweza tusaidia. Nikiripotia Hubs Radio, mimi ni Janet Philip. Na huko Machakos ni kwamba mvutano kati ya viongozi umeendelea kulitatiza bunge la kaunti hiyo, hali ambayo imesababisha kusitishwa kwa vikao vya bunge kwa miezi mitatu sasa. Brian Kiblimo ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Mapambano ya madaraka katika bunge la kaunti ya Machakos yamezidi kukokota, hali ambayo imelemaza shughuli za bunge hilo kwa miezi mitatu mfululizo. Sakata hilo lilianza baada ya spika wa bunge hilo kutangaza mabadiliko ya viongozi wa walio wachache na walio wengi. Katika hali ya sintofahamu, spika alisoma barua inayodaiwa kutoka kwa katibu wa chama cha Wiper ikiidhinisha uteuzi wa mwakilishi wa wadi ya Matatani Francis Kaviu kama kiongozi mpya wa walio wachache, nafasi aliyoshikilia Judas Mbilidoa. The Honorable Francis Kaviu, MCA Kinani Ward, ceases to be the Deputy Minority Party leader and is replaced with immediate effect by Honorable Francis Ngongo. Changes in the majority party. Similarly, honorable members, I'm in receipt of a letter from the Secretary General of Wiper Democratic Movement, Senator Shakila Abdallah. Tangazo hilo liliibua hisia kali miongoni mwa baadhi ya madiwani, hasa kutoka upande wa walio wengi ambao waliandamana vikali ndani ya ukumbi wa bunge, hali iliyogeuka kuwa machafuko. Spika alilazimika kuondoka haraka kwa usalama wake, huku kikao cha asubuhi kikivunjika ghafla. Of course, a lot of things will be affected because now Speaker has the power to suspend the assembly on standing order 108, which allows her to suspend the sittings indefinitely. So that would have the effect of affecting the budget making process, supplementary budget and other business that was supposed to come to the house. Kwa sasa vikao vya bunge vimesitishwa kwa kipindi cha miezi mitatu, huku suluhisho la mzozo huo likisubiriwa. Nikiripotia Hubs Radio, mimi ni Kiplimo Brian, kaunti ya Machakos. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Tanzania imejipata taabani baada ya aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga na kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua kuwafikisha katika mahakama ya Afrika Mashariki dhidi ya dhuluma za haki za kibinadamu. Mwandishi wetu Faith Cherop na taarifa hiyo. Wawili hao pamoja na wengine wanaodaiwa wamedai kuwa kukamatwa kwao na kufukuzwa kutoka Tanzania mwezi uliopita kulikwenda kinyume na haki zao za msingi kama zilivyoainishwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Walinyimwa kuingia nchini, hivyo
hivyo kuwazuia kuhudhuria na kuchunguza kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, na hivyo kukiuka kanuni za haki iliyo wazi na haki ya kupata kesi ya haki. Waombaji wanatafuta amri ya mahakama kulazimisha serikali ya Tanzania kutoa msamaha wa umma, wakidai kuwa hatua zilizochukuliwa dhidi yao zilikwenda kinyume na mkataba wa EAC na itifaki ya soko la pamoja. Likiwanukuu walalamishi, amri ya kumwelekeza mjibu kulipa fidia ya jumla kwa waombaji wakaazi walioathirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya vitendo ambavyo vilikinzana na mkataba na itifaki ya soko la pamoja na maumivu ya akili, maumivu na mateso. Mwisho nukuu. Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania Damas Ndumbaro alitetea hapo awali wameshaji huo wakisema kwamba walikosa leseni muhimu ya kufanya kazi za sheria nchini Tanzania. Nikiripotia Hubs Radio, jina langu ni Wafula Cherop. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari zetu za saa 7 mchana. Asante sana msikilizaji wetu kwa kujiunga nasi kutoka mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Gideon Ngeno. Sina la ziada ila nakutakia mchana mwema. Hubs Radio Eldoret, tuning good vibes. Chimbuko la wanahabari wa kizazi kipya. Hubs Radio, tuning good vibes.